Vipi, mimi naitwa Zakaz 255. Leo nimekutana na mkongwe wa muziki nchini Tanzania, legendary kabisa Banana Zoro, ambaye amekuja katika wilaya yetu ya Kahama kwa ajili ya kuja kuwapatia burudani wana Kahama. Cha kwanza, kama kawaida yangu, unapokutana na mtu ambaye amekuja Kahama yetu, swali langu la kwanza la msingi huwa napenda kuweza kufahamu Kahama anaionaje katika kipindi ambacho amekuja. Banana Zoro, kwema kaka? Kwanza Kahama ni kwema kabisa. Kwanza Kahama imezidi kukua. Ni mji umezidi kukua sana. Nimekuwa nikija hapa kwa miaka mingi, zaidi ya 20 sasa. Nimekuwa nikija back and forth, kwa hiyo ni mabadiliko ni makubwa. Kuna mitaa ambayo nilikuwa napita hata leo kana fika na say, wow, this street naikumbuka hii street. Na sasa hivi unaona mall ma shopping center ya kizazi. It's beautiful. Okay. Sawa. Leo umekuja kwa ajili ya kuperform Choma Zone. Na vibe la watu wa Kahama umelionaje na nakupa picha gani? Ni mji mkubwa na watu wana vibe nyingi, na cha kushangaza rafiki zangu wengi ambao wanakuja Dar es Salaam pia, ambao wako huku kikazi na wengine wako huku kimaisha, nimekutana nao, imekuwa ni kitu kizuri na imekuwa kirahisi kukifanya. Kwa sababu wanajua the vibe ya B-band, muziki. Noma sana. Moja kati ya jambo ambalo pia ningetamani kuweza kulifahamu, Banana Zoro, wakongwe wenzako kwenye muziki wanadai wewe ni moja kati ya wasanii ambao wana uwezo mzuri sana wa kuimba, na ukichukua wewe na wakachukua baadhi ya wasanii wenzako ambao mbona unacheka mkubwa? Ni kitu kizuri kusikia. Chidi Benz amewahi kuzungumza hivyo. Chidi Benz mimi rafiki yangu sana. He's my brother. Yani, na kama mimi nilivyokuwa ndugu yake, na yeye ni ndugu yangu sana. Kwa hiyo he got my back, I got his back. Kwa hiyo kwamba Dudu Baya naye huwa anazungumza hivyo pia. Familia kabisa. Dudu Baya pia ni rafiki yangu sana. Wote hao ni ndugu zangu kabisa. Unaona kinachoendelea kati yao kwa sasa? Na una comment gani? It's none of my business. None of my business. Okay. Sawa kabisa. Moja kati ya kitu ambacho natamani kuweza kufahamu, bendi yako ambayo uko nayo kwa sasa, hii ilikuwaje ikaweza kuanzishwa? Kwa sababu na imani kuna majenzi ambao hawafahamu ilikuwa vipi mpaka ukaamua kuweza kuanzisha B-band. Cha kwanza ni ndoto. Tunaamini kwenye, unajua unapoanza safari yote ya kufuatisha kipaji au kufuatisha wazo lako, ni kulisimamia hilo wazo au kipaji. Kwa hiyo nilisimamia, na nashukuru ila walimu wangu ambao wa kwanza ni mzee wangu Zailali Zoro, rafiki zake kina Bizman, kina Bob Rudala, kina Maneno Vuruge, na wengine ambao walinishape kuweza kujua. Huwezi kuingia katika biashara yote bila kukutana na legend kwenye hiyo game. Sawa kabisa. Kuanzisha bendi kumekufanya kwa namna moja au nyingine kuwa busy, kushindwa kuweza kutoa project? What project ndo nini? Bendi yenyewe ndo project. Yani nazungumzia ngoma kufanya. Kwa sababu unaona miezi kama 6 tangu utoe project yako ya mwisho. Tulikuwa tutoe project nyingine miezi karibuni 3 iliyopita, lakini kuna mambo mengi hapa yalitokea kama unavyojua. Hatupendi kukumbusha watu mambo yalotokea, lakini ilibidi to hold kama wananchi, kama sehemu ya jamii pia, kusubiri mambo yakae sawa, na sasa mambo yako bien. Kwa hiyo tunaamini kwamba tarehe 1 February, yes, tunaachia ngoma yetu mpya nyingine inaitwa I Feel Love. Dedication to all lovers in the world. Kwa sababu tunaingia kwenye msimu wa wapendanao.